wanazungukiwa na vijana hao ni mukhalladun, wanabaki katika hiyo milele, yani hawazeke, vijana wazuri ambao kwamba wanawahudumikia, wanazunguka biakwabin, kwa vikombe, wa abarika, na mabirika yenye kumimina kinywaji katika kikombe, wa ka'sin min ma'in. Kaas tumesema ikitwalikiwa katika lugha kusudiwa glasi ya pombe, na katika pepo kuna mtu wa pombe kama alivyoeleza Mola Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo vinywaji mbalimbali watakuwa wanazunguka nao wanazunguka navyo wale vijana kwa wale watu wa peponi. La yusaddauna anha wala yunzifun, hawapatwi na kumona kichwa wala na kulewa, tofauti na pombe la dunia. Yarhamkumullah, tofauti na pombe la dunia, huko linaumiza kichwa, linalewesha. Kisha akatuambia wafakihati mimma yatakhayyarun, vile vile wameandaliwa matunda katika yale wanayoyachagua. Mola akatuambia walahmi tayr, na nyama ya ndege, mimma yashtahun, katika wanavyovitamani. Tukasimama hapa tukasema katika darasa leo tutakuja kuanza wahurun ain, na hur ain kaamthali lu'lu'il maknun, kama mfano wa lulu iliyohifadhiwa, jazaan bima kanu ya'malun, jaza na malipo kwa yale ambayo kwamba walikuwa wakiyafanya. Mola Subhanahu wa Ta'ala katika kutaja hizi naim aljanna, na ukipeleleza ukisoma al-Qur'an al-Karim katika sura 114 zilioko katika kitabu hichi kitukufu, utaona Mola ametaja sifa za pepo takriban katika sura 35, na kuna zingine huku zinatajwa, kwingine hazitajwi. Sasa hii ambayo kwamba tumefika wahurun ain imetajwa mara 4 peke yake, wahurun ain, na ukiangalia kwa makini utapata imetajwa sehemu ambayo kwamba wake zetu wa duniani hawatajwi, lakini wakitajwa hao haitajwi. Mwenyezi Mungu anazijali zile hisia zao, lakini ingawa peponi hakuna wivu lakini kwa sababu kitabu hicho anakisoma duniani na duniani kuna wivu, basi nasema bana mambo ya hurain tena. Ukiangalia katika suratul Insan vile Mola Subhanahu wa Ta'ala hakutaja wahurun ain. Maulama wanasema ikraman li Sayyida Fatima, kwa sababu pale kumetajwa kadhia Sayyida Fatima pamoja na Sayyidina Ali wakiwa kirimu, miskinan wa yatima wa asira, inma nut'imukum liwajhi Allah ila akhir al-ayat. Sema kwa sababu ikram Sayyida Fatima hakutajwa hurun ain. Kwa hivyo umetajwa mara ngapi? Mara 4 kama hur ain. Alafu zikatajwa sifat zao katika ayat mbalimbali. Ukizipeleleza ukajaribu kuzikusanya utazipata ziko kati ya 14 mpaka 15 sifa za hur ain peke yake, kati ya 14 mpaka 15. Sasa hapa tayari tuna hur ain, hizo ni sifa 2, kaamthali lu'lu'il maknun, sifa 3. Hur ain, nini maana ya hur ain? Nasikia ile jina mara nyingi hurul ain, watu wengi utamka hivyo. Hur ni al-hawra na ain ni al-aina, ni wingi. Hur ni wingi wa hawra, wingi wa neno hawra, na ain ni wingi wa neno aina. Hawra inamaanisha nini na aina inamaanisha nini? Hawra, maulama wametaja maana 2 tofauti. Wengine wakasema ni ile ambayo kwamba inachanganya, yani ukiaona ile macho unachanganyikiwa. Yule Jarir katika beti wake akisema innal uyuna allati fi tarfiha hawarun qatalnana thumma lam yuhyina qatlana.
asema yale macho ambayo kwamba yana hawar katika ubavu wake, qatalna, na yametuua thumma lam yuhyina qatlana, kisha hawakutufufua tena, wakatubakisha hivyo hivyo tumekufa. Yani katika uzuri alioumba Mola Subhanahu wa Ta'ala kwa mwanamke ni uzuri wa macho. Sasa hur, baadhi wakasema nini? Yaharu minhu al-uqul au minha al-uqul, yani anachanganyikiwa mtu akiona. Maana sio, kuna macho mengine ukiona yanakukosesha usingizi hizo, na kuna mengine ukiona wal billah. Katika tarikh kuna bwana ambaye kwamba amejulikana kwa ibada na jihad na nini, lakini wal billah alifariki si Muislamu, hana hata shahada. Amekwenda pande za Roma, amepigana. Siku hiyo katika njia akipita hivi ameona chuma katika balkon, akavutiwa mwanamke mzuri, pendeza, macho yanawiri. Basi akafanya namna mpaka kumfikia. Bana, mimi nimependa na nataka ukuruba na, yani nataka kuoa. Kama nitakubali kwa sharti moja, uache dini yako, ingie katika dini yangu. Jamaa kwa sababu sasa shauliwa, qatalna, na yaua macho. Jamaa ameingia mzima, wal billah, karitati. Wal billah, alikuwa hafidh likitabillah, kama kihifadhi kitabu cha Mwenyezi Mungu akakisahau chote. Naona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tuhifadhi. Kwa hivyo yanatatiza hura. Lakini maana ya pili ya hur wanasema shiddatu bayadi al-aini wa shiddatu sawadi al-ain. Katika jicho hili kuna hii mbuni ambayo kwamba inakuwa nyeusi, alafu kuna huu weupe uliozunguka. Wanasema ule weupe wa macho ukiwa ni mweupe pepepe, na ule weusi wa macho ukiwa ni weusi tititi ya mboni. Hapo nimesema mbuni, ni mboni. Mbuni ni mnyama, ostrich. Ikiwa ni nyeusi tititi ndio inaitwa nini? Mwanamke huyo anaitwa haura. Tupo pamoja? Hii ni maana ya pili. Kifu bado ni alama ya uzuri. Alafu ain ni wingi wa aina. Aina ni mwenye jicho pana. Wenye kueleza jamal ama uzuri, wakwambia ile jicho likiwa dogo si alama ya jamal. Ile jicho kidogo liwe pana. Utaona hata wenyewe siku hizi wakienda masaluni kupamba, utaona mtu chorwa paka huku ajaribu kulirefusha lile jicho kwa sababu jicho likiwa pana ni linakuwa zuri. Naam. Kwa hivyo hizi ni sifa mbili ambazo kama zimetajwa hapa. Shamola akatuambia ka amthali lu'lu'il maknun, ni kama mfano wa lulu ambayo kwamba ni masuni, imehifadhika. Ndio ile lulu inakuwa ndani ya sadaf. Ile sadaf ukifungua hivi ndio utaipata ile lulu ndani. Sasa hapa kuna vitu kadhaa. Jambo la kwanza, amewafananisha hurul ain na lulu katika thamani na katika kunawiri. Ile lulu ukiiona hivi utaona inameremeta. Hivyo wale watakuwa wananawiri. Nakuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam asema lau mwanamke mmoja tu wa peponi atatazama hivi katika dunia, basi atanawirisha kati ya pepo na dunia, namna wanavonawiri. Na kile kitambara chake tu cha kichwa ni bora kuliko dunia na viliomo ndani. Kwa hivyo ni lulu, wamefananishwa na lulu kwa sababu ya nini? Kunawiri. Lakini angalia Mwenyezi Mungu tuambia nini? Maknun, iliyohifadhiwa. Yani hakuna kujiachilia peponi. Na hili ni somo kwa dada zetu, mama zetu, wake zetu, banati zetu. Maanake wameathirika na madai na fikra zilizokuja kutoka katika ulimwengu wa kimagharibi,
zinazosema my dress, my choice, vazi langu, chaguo langu. Kwa hivyo usinipimie, mimi nitavaa nitakacho. Unaona Yule aloleta fikra hiyo anataka kuona mafatin zake, sehemu zake za fitna. Anaona ule uzuri wake bure. Maana uzuri wa mwanamke wa Kiislamu si bure. Ni uje nyumbani upige hodi, ulipe mahari, uozeshwe. Umeona hakuna bure bure tu hivi. Sasa hata kabure kwambia bana umfanywa kama hema. Yule mwanamke akivaa abaya yake na khimari yake, shona akajistiri vizuri, ikawa sehemu zake za fitna hazionekani, anafananishwa nini na hema. Kwamba bana kwa kama tenti bana, wewe mwanadamu bana utafanywaje kama khaiba? Ambia afadhali ufananishwe na tenti. Na Mwenyezi Mungu anatuambia hurum maqsuratun fil khiyam. Hur ambao kwamba wamehifadhika katika makhema. Kwa hivyo akikwambia wewe uko ndani ya khema, ndio sifa yako ndio utajua katika Qur'ani. Lakini usiachilie hema lako hilo ama tenti yako, yani usiachilie stara yako. Kwa hivyo mwanamke atakana awe ni mwenye kujihifadhi, mwenye kujistiri. Na hii ni mitihani tuliokuwa nao katika jamii zetu na katika kipindi hichi tulioko ndani yake cha mitandao hichi. Banati zetu wanajianika sana katika mitandao ya kijamii, na kwa sababu anatafuta fame, shuhra, kwa sababu anatafuta wingi wa followers na viewership, na hizo huzipati mpaka ukitajarrad kutoka manangu. Yani wewe kila ukivua ndio upata views nyingi. Yani kila ile nguo ukitoa zaidi, ile viewership inakuwa kubwa zaidi na followers wanaongezeka za wingi. Na huko watu wako katika tanafus, mimi nina followers wingi kuliko mwingine, mimi sijui nina viewership kubwa kuliko mwingine. So tutafuta shuhura ya kidunia, tumesahau maamrisho ya Mola Subhanahu wa Ta'ala. Hawa wanawake peponi, Mwenyezi Mungu atuambia kaamthali al-lu'lu'il maknun, mahifadhika. Unaona, hii ni sifa nyingine ya hurul ain. Lakini kule kwingine Mwenyezi Mungu akatuambia inna ansha'nahunna insha'a faja'alnahunna abkara uruban atraba. Hapa napo pia zikakusanyika sifa kadhaa za hurul ain. Inna ansha'nahunna insha'a, yani kama wameundwa upya. Hapa ikiwa itakwenda kwa hurul ain ni kuoneshwa ni wanawake ambao kwamba hawajakaribiwa, kama alivyosema Mwenyezi Mungu katika aya nyingine, lam yatmithunna insun qablahum wala jan, hajawahi kuwagusa kabla hapo mwanadamu wala jini, hakuna yote alomkaribia. Manake ukiangalia huku duniani, wanawake wa huku ima atakuwa ameguswa na mwanadamu, sawa kwa kuolewa, ni nje ya ndoa, vivyo utakavyokuwa, ama atakuwa amefikiwa na jini. Kuna baadhi ya wanawake wana mtihani huu, wana jini anaitwa subiani, yule jini mahaba, ya kilala huja kumuingilia. Sasa kuna watu ambao kwamba wanaguswa na binadamu, ama kuna wanawake wanaguswa na binadamu, wanaguswa na jini. Kule lam yatmithunna insun qablahum wala jan, wapya kabisa, brand new kwa lugha nyingine. Inna ansha'nahunna insha'a. Kisha Mola akatuambia faja'alnahunna abkara, tukawafanya kuwa ni mabikra, yani adhara, sawa, yani hawajawahi kuingiliwa. Sababu mtu ima ni bikra ama ni thayib, sawa, ni mwanamume ama mwanamke. Ima ni bikra virgin, ni mwanamume ambaye kwamba hajawahi kufanya tendo la ndoa, ni mwanamke ambaye kwamba hajawahi kufanya tendo la ndoa, ni bikra. Hapa kuna mafumu muhimu lazima yako sawa. Yule ambaye kwamba ashawahi kulifanya lile tendo,
yule ashapoteza bakara yake. Hata anapokuja kuolewa baadaye, yule mume wa kwanza sio, haitwi bikr, huyu ni thayyib, kwa sababu tayari ashawahi kuingiliwa hata kama ni nje ya ndoa. Tofauti na kinyume chake, hajawahi kuingiliwa, ni mwanamume wa kwanza kwake na amemuoa ala sunnatillahi wa rasuli, lakini akija kimuingilia ikawa ile tunayojua sisi ile bakara ambayo kwamba ni kipande cha nyama, sijui mpaka ukati, sijui uone damu na nini, ikawa haikuonekana, huyu kisheria ni bikr, kwa sababu thuluthi ya wanawake ulimwenguni bikra yao ni matat, yani kama raba, si ya kukatika na kutoa damu. Sasa kwa asiyejua hilo, anaweza kukimbilia kumtuhumu binti ya watu kuwa alikuwa ni mchafu, hajajihifadhi, nimeozeshwa mtu tayari ashatembea huko nje, nakwambia Mombasa Road hiyo, faja'alnahunna abkara. Kwa hivyo bikri kisheria ni yule ambaye kwamba kama ni mwanamume hajawahi kufanya tendo lile, na kama ni mwanamke hajawahi pia kufanya tendo. Sasa hawa wanawake wa peponi watakuwa abkar. Alafu sasa katika maana ya kimaajabu ya abkar ambayo kwamba anahitaja habrul umma wa turjumanul Qur'an Sayyiduna Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu, ili usije ukadhani labda abkar ni pale unaingia peponi mara ya kwanza unakutana naye ndio unampata ni bikr. Akwambia kile ukija ukikutana naye ni bikr. Ni abkar kwa dawamu, yani kwa kuendelea, yani kila unapokuja kuonana naye unampata yeye ni bikr. Faja'alnahunna abkara. Kisha akatuambia uruban atraba. Hizi sifa zingine mbili. Urub, mwanamke anayesifika na sifa kama hii ni mwanamke ambaye kwamba anamtii mume wake, anajua kuishi na mume wake, mwenye maneno mazuri, mwenye akhlaki na tabia njema. Hizi ni maana ambazo kwamba zimetajwa na maulama nyingi, si lazima iwe ni moja tu katika hizi ndio inayoendana na sifa, zaweza kuwa zote kwa moja wake. Kwa hivyo urub ni mwanamke ambaye kwamba kwanza, ikiwa ni ulimi, mashaallah, watu wana asali, maneno matamu mazuri, tofauti na wanawake wetu wa kidunia huko. Ukipata mwanamke hakuhujumu wewe na ulimi, sema alhamdulillah, umpata hurul ain duniani. Lakini kuna watu wana maneno kama mapanga, neno uzani wa jabali wenyewe kwambia. Kwa hivyo wanawake peponi urub, sema kule wewe watakiro starehe tu, hakuna kwenda kuchomwa kwa maneno wala kuudhiwa, wala kupasuliwa moyo. Kwa hivyo urban, watamu wa maneno, maana sio. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambia masahaba zake, alaikum bil abkar, weweni mabikra, kisha akasema fa innahunna a'dhabu afwaha, hakika wao ni wenye midomo mitamu. Katika maana ya midomo mitamu, maulama wakasema ni wenye maneno mazuri. Ukipata mke mkuu ashapitia huko, shaka utakuja kumiminiwa maneno. Hii ni maana. Lakini maana ya pili vile vile wakataja maulama a'dhabu afwa, hivyo ilivyo, usiingie ndani, ni watamu midomo, watamu midomo. Kwa hivyo uruban ni wenye kujua kwenda na wake zao, wenye tabia nzuri, wasokuwa na vitimbi, wenye kujua kuishi, kukaa na mume. Kisha Mola Subhanahu wa Ta'ala akatuambia atraba. Atraba, maulama watuambia ni wale ambao kwamba watakuwa katika miaka mimoja, yani age mate, unaona, yani wote wako katika umri mmoja. Imekuja katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema watakuwa katika umri wa miaka 33, umri wa miaka 33. Maulama wasema ni kwa sababu ni umri wa nudhj, mtu anakuwa amekomaa na amemachua, unaona, sawa kiakili, hata katika kukomaa katika kihusn na jamali ya ndani na nje.
atraba. Ndio maana yule bibi mzee alipokuja kwa Mtume swalla salam akamwambia Rasulullah, niombee kwa Mwenyezi Mungu aniingize peponi. Mtume akamwambia hakuna wazee peponi. Akahuzunika, akaona sasa hatutaingia peponi sisi wazee. Lakini kumbe Mtume swalla salam alikuwa anamfanyia mitani. Na ndio mitani ya Mtume swalla salam, mitani sio kuna uongo ndani yake. Unaona? Akamwambia ni kwa sababu kule katika pepo kila mmoja atarudishwa katika ujana. Hakuna anaingia peponi akiwa nani? Akiwa mzee. Unaona? Ndio atraba sasa. Watu watarudishwa katika umri huu wastani. Katika riwaya kama tulivyosema imekuja miaka 33 uruban atraba. Afwan. Alafu katika ayati zingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akatuambia, kama sijakosea, katika suratul Naba, wa kawaiba atraba, akiwazungumzia hurul ain. Wa kawaiba atraba. Atraba tushaona, tushajua ni wale ambao kwamba wako katika umri fulani. Kawaib ni sifa gani? Nasema ni wingi wa neno kaib. Kaib, mwanamke anayesifika na sifa hiyo, yani mwanamke ambaye kwamba kifua chake hakijalala. Kwa lugha nyingine wanasema saa 6 kamili. Maana yani ndo kawaib. Na hii ni moja katika sifa za jamal. Ingawa ulimwengu unaenda ukibadilika, siku hizi unaweza kupata binti wa miaka 18 20, lakini utadhani ni bibi wa miaka 65. Shekhi, vitu vyote viko saa 6:30 vimeanguka kabisa. Utadhani amenyonyesha watoto 12 na hata kujifungua hajajifungua, amejiachilia kabisa. Kwa hivyo wakawaib, na wale ambao kwamba watakuwa na vifua ambavyo kwamba vimenyoka. Na hili pia ni somo kuonesha kuwa moja katika mahasi na pambo ama sehemu za fitna kwa mwanamke ni kifua chake. Kwa hivyo chafaa kuhifadhiwa, chafaa kustiriwa. Maana sio? Lakini sisi ndo kinyume. Kila mmoja ataka kutangaza size ya ile anayoivaa ndani kifuani. Yani akitembea njiani mpaka ujue kiwango cha kifua chake. Na tuvuka mipaka siku hizi, utafuta nguo ambazo kwamba huonesha paka ile line hapa katikati. Jana wengine wakaenda kuonesha paka nusu ya vifua vyao. Pole pole tuende tukivuliwa tu. Pole pole. La, stara. Wale wazee wa zamani utawaona juu ya kuvaa buibui ama nguo ambayo kwamba haimshiki, ni nguo pana, lakini bado ule mtandio atakaovaa, mahijabu atakaovaa, makhimara atakaovaa, atahakikisha ni kubwa ambayo kwamba yamfinika kifua chake. Huwezi kuwa na sifa ya kifua chake. Kwa hivyo katika sifa zao vile vile wakawaiba atraba. Lakini vile vile katika sifa alizozitaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, qasiratu at-tarf. Kabla kusema lam yatmithunna insun qablahum wala jana, ni qasiratu at-tarf, wenye macho mafupi. Yani maana yake nini? Yani si wenye kutazama huyu na yule, yeye anashughulika na mumewe tu. Maana sisi katika ulimwengu wetu wa sasa, kwanza Mwenyezi Mungu atuhifadhi, kupata mwanamke ambaye kwamba ana mwanamume mmoja ni katika mambo magumu sana. Na wenyewe wanaoita masponsor. Anahitaji sponsor wa salon, sponsor wa kulipa rent, wa kumtilia resha ndani ya nyumba. Mwana sio? Sasa ule sifati za wanawake peponi, qasiratu at-tarf. Sawa? Macho yao katika kuangalia wao ni mafupi, yani maana yake hawatafuti wanaume wengine,
yeye anashughulika tu na yule aliyoko mbele yake. Lakini kama vile hapa Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuambia kaamthali lulu, amewafananisha na lulu. Katika sura itakayokuja baada yake, Suratul Rahman, utaona Mola amewafananisha na yaqut, kaannahunna al-yaqut wal marjan, akawafananisha na yaqut na marjan. Na hizi zote ni katika ahjar karima, katika mawe ya thamani. Kwa hivyo yajulisha thamani ya hurul ain, lakini vile vile ni mawe ambayo kwamba yananawiri sana. Kwa hivyo yajulisha atakuwa ni wenye kunawiri, wa thamani wenye kunawiri. Kaannahunna al-yaqut wal marjan. Kwengine Mola Subhanahu wa Ta'ala akawafananisha na yai, baydun maknun, na kwamba wao ni yai ambalo kwamba limehifadhika. Tumerudi pale katika kuhifadhika, lakini maulama wanasema amefanishwa na yai kutokamana na ulaini wa kushika, ulaini wa malmas. Lile yai ukilishika kwa juu, tuseme baada ya kulivunja, halikukati, halikudungi, ni lepesi ya malaini malmasi yake. Vile vile ndivyo watakavyokuwa hao al-hurul ain. Sasa hizi sifa ukizipeleleza utaona sifati nyingi hapa ni sifati hisia, za kihisia, za kuona, za kugusa, unaona. Lakini kuna na sifati maanawia ambazo kwamba hazikutajwa nyingi, na ni kwa sababu sisi wanadamu mara nyingi tunaathirika na hizi za nje, unaona. Lakini tumeona Mwenyezi Mungu akituambia urub ni sifa katika sifati maanawia, yani mwenye tabia nzuri, na kule kwingine katuambia khairatun hisan, unaona, ni wema wenye tabia zilizokuwa nzuri, lupambika na husn. Huku ni wazuri wa umbile, lakini na huku ni wazuri wa tabia, ni wamekusanya zote mbili, kwa sababu jamal, uzuri, kuna khalqi ama khilqi na khuluqi. Kuna uzuri wa kimaumbile wa nje, ndo hayo macho, kama ni kawaib, kama ni mengine unayojua, huu ni uzuri wa nje. Alafu kuna na uzuri wa ndani ambao kwamba ni uzuri wa tabia na akhlaq, uzuri wa tabia na akhlaq. Kwa hivyo wao ni hisan, ni wazuri, ni wazuri wa asili, uzuri ule ambao kwamba ni natural, sio uzuri ule wa kufake. Maanake siku hizi hakuna anayejiamini. Jamaa kwambia ukikutana na mtu usiku, akiamka asubuhi utatoka mbio, utadhani shetani. So umempata wewe tayari yako na makeup, umeona, sijui amejitia foundation, sijui kuna eyeshadow, sijui kuna mambo milioni moja, umeona. Kwa hivyo nywele za kuazima, kope pia tubandika, umeona. Rangi si ile, yani ukimwangalia mtu uso, ukimwangalia na mkono, rangi mbili tofauti, umeona, sio? Yani kila kitu sisi tuko katika kubadilisha. Hakuna tena kile ambacho kwamba ni cha asili, tubadilisha khalqi ya Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Naam, yule mmoja akatuambia Musa Muhammad, asema haya mapambo zinatun linaqisati yutammimu bihi alhusnu idha ma alhusnu qasura amma aljamalu idha ma kana muwaffara lam yahtaj ila an yuzawwara. Sema mapambo ya nje ni pambo la aliyepungua, mpungufu, na jinsi hana ule uzuri. Sasa ndio huenda yutammimu bihi alhusn idha ma alhusnu qasura, enda kukamilishia sasa ule uzuri, anaona ana mapungufu, sasa ajaribu kukamilisha. Lakini mtu akiwa ni mzuri ana haja ya kufeka, maana sasa hawa watakuwa ni hisan, ni wazuri wa asili,
Umeona sio? Lakini vile vile ni khairat. Kwa hivyo aljamal alkhilqi, uzuri wa kimaumbile uko pale, lakini vile vile uzuri wa nini, khuluqi, wa kitabia. Ya Latif. Allah, Sharifu asema tutawasahau wake zetu sasa. Sema na kuna mtu akifika nyumbani mpaka tidu akisema bismillahi alladhi la yadurru ma'a Allah, katika mitihani. Lakini mitihani ya pande mbili, by the way. Yani kuna mtu akitoka na kwenda nyumbani anatia dua kwa sababu kwa waka huko na kuna wengine kinyume, walioko nyumbani wakisikia mlango umebishwa, baba anarudi, wanapiga a'udhu billah. Ni tatizo liko pande zote mbili, umeona sio? Kuna lopinda katika wanaume na kuna lopinda katika wanawake. Lakini hatutasahau wake zetu Sharifu, kwa sababu maulama wanatuambia wake zetu duniani kwamba bado watakuwa ni wake zetu peponi. Uzuri wao watakaopewa na Mola Subhanahu wa Ta'ala ni mara 30 ya uzuri wa hurul ain. Hawatakuja kwa shakili hii. So, kama yule bwana anamsikia khatibu na khutubu katika mimbari ya Rabbi, inshallah tupeleke peponi na wake zetu, ambia shekhe bana tosha duniani. Hata huko atakotupeleka nao washatuumiza kichwa hapa. La udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Mwenyezi Mungu atuambia ni peponi nyinyi na azwaju wenu. Zauj ni mshirika na inatalikiwa kwa pande zote. Mume ni zauj na mke pia ni zauj, sawa kilugha. Ukisikia zauja kuna taa mwisho, ni ya kutofautisha tu inapokuwa sasa wametajwa wawili, ili ujue huyu anakusudia mwanaume au mwanamke. Lakini udkhulul jannata antum wa azwajukum, taingizwa peponi na wake zenu na wale wake. Hawatakuja hivi, hawatakuja hivi si sura, hawatakuja hivi si miaka, hawatakuja hivi si tabia, zote zitabadilika. Kwa hivyo utakuwa kama hurul ain. Mara ngapi? Mara 30. Utakuwa ni wazuri zaidi inshallah biidhnillah. Naam, wazwaju mutahhara imekuja vile vile katika sifati za wanawake wa peponi. Itakuwa ni azwaj ambao kwamba ni mutahhara, lutahirishwa. Maulama wanatuambia ni hawatafanana na wanawake wa duniani, sababu wanawake duniani hupitia saa nyingine ada ya mwezi, wengine kupitia nifasi baada ya kujifungua. Unaona, kuna mambo kadhaa ambayo kwamba hupitia kule. Hakutakuwa na hayo, hakutakuwa na ada ya mwezi wala nifasi wala haja ndogo wala haja kubwa. Hakutakuwa na uchafu wote, ni mutahara, waliotahirishwa, waliosafishwa na Mola subhanahu wa ta'ala. Na wazwaju mutahara. Kwa hivyo wake zetu tutakuwa nao na watakuwa ni wazuri zaidi kuliko wale wa hurul ain walioandaliwa kule. Hapa kuna masail kadhaa. Masala ya kwanza, kama tulivyosema, mwanamume sawa ameandaliwa hurul ain, na mwanamke je? Na sengine nakwambia shekhe, sasa ikiwa nyinyi mmeandaliwa hurul ain, sisi tumeandaliwa nini? Naim za janna, starehe za janna ni nyingi sana. Unaona, yapo pia ile mapambo yanayofungamana na wanawake wameandaliwa, yapo. Unaona sio? Kwa hivyo si sharti iwe apate kinyume chake, yani kama huko kuna hurul ain wa kike kuna hurul ain wa kiume pia. La, haiendi hivyo. Lakini vile vile litakuja swali la idadi. Hawa hurul ain wangapi hasa?
ambao kwamba mtu atapewa. Katika baadhi ya hadithi kuntajwa wawili, katika baadhi ya hadithi kuntajwa 70. Kwa hivyo baadhi ya hadithi nitaja wawili na baadhi akataja nini 70. Na hapa kwenye 70 kuna maana zaidi ya moja. Mara nyingi katika matumizi ya lugha 70 haijulishi figa. In tastaghfir lahum 70 marra lan yaghfir Allah lahum. Mtume aliambiwa ikiwa utawaombea msamaha hawa wanafiki mara 70 bado pia Mwenyezi Mungu hatawasamehe. Sasa Mtume aliposikia haya maneno, alipoteremshwa hii aya, akasema lau ningejua nikiongeza zaidi ya 70 Mwenyezi Mungu atawasamehe ningeongeza. Kwa hivyo alichokifahamu Rasulullah niko hapa hakuja kusudiwa hii figa ya 70 bali kumekusudiwa nini? Wingi. Kwa hivyo 70 mara nyingine inakuja kwa wingi, kwa maana ya wingi, na mara nyingine inakuja kwa namba hiyo. Unaona? Kwa hivyo iwe itakavyokuwa 70 maana ya wingi, ama 70 ni hiyo 70 nayo si kidogo pia. Kwa hivyo ni idadi kubwa ambayo kwamba pewa muumini hurul ain. Katika sifati zao Mtume sallallahu alaihi wasallam ameeleza katika hadithi. Sisi tumetaja sifati zilizoko kwenye Qur'ani tu, tukwenda katika hadithi. Lakini nasema ile bone marrow yake yaonekana ndani ya muundi na unalivyoumbwa na Mwenyezi Mungu. Yaani ukimwangalia hivi ule mguu unauona mpaka mfupa mpaka ile bone marrow. Kwa hivyo hiyo ni katika swala la idadi. Swala lingine litakuja, taiba mtu ameolewa zaidi ya mara moja katika ulimwengu. Tukifika huko peponi atakuwa ni mke wa nani hasa? Lakini kuna wale ambao kwamba Mwenyezi Mungu amewakhitari wakafariki kabla ya kuolewa. Na kuna wale vile vile wamefariki kabla ya kuoa. Maana sasa hawa ambao kwamba waliofariki kabla ya kuolewa wanao wale ambao kwamba wamefariki vile vile kabla ya kuoa. Mwenyezi Mungu atawakutanisha. Ama yule ambaye kwamba ameolewa na mwanamume zaidi ya mmoja, maulama wanasema mume wa mwisho ndo atakayekuwa naye peponi. Mume wa mwisho, yani yule ambaye kwamba amekufa katika dhima yake, yule ndo atakayekuwa naye peponi. Naam. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala katuambia wahurun ain. Darasa lote leo limekwenda kwa hurun ain, khatari. Kaamthali lu'lu'il maknun jazaan bima kanu ya'malun. Hayo ni malipo Mwenyezi Mungu amewaandalia watu wa peponi kutokana na yale waliokuwa kiafanya. Taa, amali njema, kuepuka maasi, yale waliokuwa kiafanya katika huu ulimwengu, ndio atakupelekea wewe kufika kupata jaza hizi ama starehe hizi ambazo kwamba Mola Subhanahu wa Ta'ala ameziandaa. Naam. Hivyo ni juu ya kila mmoja kati yetu kushamira, kufanya bidii, kukaza kamba katika kufanya taa. Yani isiwe hapa duniani sifa za hurul ain tumezisikia kwenye madarasa, na akhera pia tukazisikia juu. Ngalo tukifika kule tuzione. Naam, hurun ain ka amthali lu'lu'il maknun. Naam, yote haya ni jazaan bima kanu ya'malun, malipo kwa yale ambayo kwamba wameyafanya. Kwa hivyo amal Allah fanya wingi wa kufanya, jitahidi sana, siku yako isipite hivi. Muda wetu sisi unapotea mara nyingi katika mambo ambayo kwamba ni ya kipuuzi, katika mambo yasiokuwa na manufaa. Sisemi hata yale ya haramu, siko huko mimi. Mengine tu, yani tuweza kukaa kwenye baraza masaa 4-5 tukapiga maguzo ya kuchekeshana, na tukatoka hapo robo ya siku imepotea.
imekwenda hivyo hivyo. Hivyo kwa ni mwingi wa kufanya, na hasa inapokuwa katika misimu ambayo kwamba amali ndani yake si sana kwingine. Yani ukiambiwa ukifanya yani siku katika siku hizi 10 ni kama siku 1000, ina maana wewe ukitoa hii chupa moja ya maji kama uliotoa carton ngapi? Kama uliotoa chupa 1000. Maana umekuja na tende zako ukampata yule aliyofunga naye ukamfuturisha, kama uliotoa maboksi mangapi ya tende? Nasi umeswali swala faradhi ukanyanyuka ukaswali swala ya sunna baada yake, ni kama swali sunna 1000. Umeswali ishai, jitahidi upate baadia ya ishai. Jitahidi uswali witri kama unajua pengine hutopata kuamka usiku kuswali, japo uchache wake ambao kwamba raka moja vizuri, uchache uzuri raka 3. Kwetu sisi Mashafi raka moja makruh, angalau raka 3, lakini usikose. Mtume alikuwa hakosi kuswali. Sasa sisi tuitaka pepo, lakini tumesahau kuwa aljannatu arus mahruha qahrun nufus. Janna ni biharusi. Biharusi gani utaozeshwa bila mahari? Ukienda ukioa kuna mahari, sio? Sasa na hii janna ni biharusi, ana mahari. Mahari yake nini? Qahrun nufus, kupambana na nafsi, kuzishinda. Wengine kwambia bana, mchana mzima ulikuwa mbioni kazini, umechoka bana, wewe swali shai uende zako tu. Hii sunna ina neno. Shekhe, ipige konde nafsi yako uswali, rahmukumullah. Unaona, ishinde ile nafsi. Mwingine akwambia bana, unajua hii ni super Sunday. Twende bali, kesho ni Jumapili, sio? Kuna watu wengi watakosa jamaa magharibi, wakwambia mechi ya mwisho ya league. Sio kwa hata swali, kwamba tutaswali lakini wacha kwanza first half iishe. Nitakwenda kuswali magharibi, taiswali kwa wakati, sitoitoa, lakini jamaa ataikosa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya mpira. Alafu huyu ataka kwenda kuingia janna, pambana na kina huru lai. Aljannatu arus mahruha qahrun nufus. Mahari yake ni kuzighilibu zile nafsi. Kwa jazaan bima kanu yahmalun. Yote haya yalotajwa katika starehe za janna ni malipo kwa yale ambayo kwamba walikuwa wakiyafanya duniani katika amali njema, katika amali za taa. Inshallah Mwenyezi Mungu akitupa umri na afya tutakuja kuendeleza la yasmauna fiha lagwan wala ta'thima illa qilan salaman salama katika darasa itakayofuatia. Tuban wiki ijayo tutakuwa tuko katika ayamu tashrik, tuko katika Eid. Kwa hivyo hiyo wiki itakayofuatia baada yake biidhnillah tutakuja kuendeleza, Mwenyezi Mungu akitupa umri na afya. Tumwombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ya man wafaqa ahla alkhair lilkhair wa a'anahum alayhi وفقنا للخير وأعنا عليه لا تمنعنا خير ما عندك بشر ما عندنا فضلا وجودا وامتنانا وإحسانا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله رب العالمين. Chakula ya Masterchef Oil tamu zaidi. Masterchef ndio siri. Ladha yake ndiyo kusema Kenya mzima.